kama microphone. Ngoja nyuma mbele. Ndio sasa. Screen facing. Sawa. Kwa majina mimi naitwa Benson Chibole Ndonji. Mimi ni chairman wa Maweni Self Help Group Kibra. Siku ya leo tuna furaha ya kukutana na mmoja wetu ambaye ni kijana ambaye anafanya mambo ya kidogo nikumbushe hapo. Mambo ya filming na encourage young leaders especially upande wa siasa. Na sisi wote tunaamini kila jambo lolote watu wanasema ukiongea neno wanakuambia hiyo ni siasa unaleta. Hayo sio matamshi mazuri. Siasa iko kila pahali na siasa ndio chakula na siasa ndio kuelimisha watu. Na siasa mpaka people will have to disagree to agree. Haimaanishi wewe ni mpinzani ama wewe unakosoa ule mwingine. Kwa hivyo mimi nitaongelea upande wa maendeleo ya Rais William Samoei Ruto ambaye sisi wote hapa ni two term members. Sisi ni watu wa two term. Ninasema hivi, wakosoaji uweze ukawatoa wakosoaji mpaka wakue, na kukosolewa ndio kuerefuka na ndio kujua. Kwa hivyo mimi ninasema Rais Ruto amefanya maendeleo. Nikianza na mambo ya afya. Mbele tulikuwa na tulikuwa na NHIF, National Health Insurance Fund, ambayo ilikuwa imeingiliwa na makapeli cartels ambao walikuwa wanafanya fake claims kwa serikali. Ndipo ikafika pahali mpaka mwananchi wa kawaida akakosa matibabu. Angeweza kuenda hospitali for example Kenyatta na hizo zingine angeweza kupata matibabu, kwa sababu serikali imekuwa ikilipa pesa mingi through NHIF kwa njia ambayo ni fake, ambayo inaitwa fake claims. Ndipo serikali ya Ruto ilikuja wakaintroduce kitu inaitwa Social Health Fund ama authority, ambayo imeweka mikakati ya kubaini mgonjwa ni nani, mgonjwa wa haki ni nani, ambayo sio mgonjwa fake, ambayo pesa zitakuwa zinatoka wapi? Kwa serikali, zinaenda kwa njia ambazo hasifai. Ndipo ukaona criticism ilikuwa juu, which is okay. Ukikaa hata mahali mtu anakulia, wananchi anaweza kubali? Hawezi kubali. Ndio akaintroduce hiyo system mpya and it is working efficiently. Na hata to add on that, aliintroduce kitu kingine to add on SHA. Akasema mtu akipata accident, because watu wengi wanapata accidents through our roads. Na accident haisemi utapata ukiwa Narok, Kakamega, Mombasa, haisemi, inasema kweli. Akaintroduce kitu ambaye inasema utachukuliwa upeleke to the nearest hospital ama institution, na within 24 hours hiyo institution itakuwa inakuangalia hali yako ya afya. From there ndio sasa wataanza kuangalia mambo mengine, wewe umetoka wapi, wewe ni wanani, ndio wajue vile matibabu itaendelea kutoka hapo. But first thing watakuchukua wakushughulikie. Mnaonaje hapo? Hiyo sio kazi? Ni kazi. Ya pili akakuja akaintroduce hii mambo ya affordable housing. Sisi watu wa Kibra na mabanda zingine katika Kenya hii tunaishi maisha mbaya. Mtu uko na familia, uko na nyumba, hiyo nyumba inaitwa nini wa mafundi mnaita tu what? Hii tunakaa hizo Kibra. Wale wafundi measurements inaitwa nini? 10 by 10. 10 by 10. Wewe hiyo nyumba iko all under one roof, self contained. Kitchen iko hapo ndani, bedroom iko hapo ndani, sitting iko hapo ndani, na uko na watoto wamekuwa watu wazima. Hata kubadilisha nguo uwezi, unabadilishia wapi? Kwa bafu. Hata wengine bafu hakuna. Unafaa nguo juu ya ingine, kwa sababu huna nafasi ya kubadilisha ya kubadilishia nguo. Aka introduce
inaitwa affordable housing. Na mmeona ameanza kusifanya nini? Kusipeana. Hata juzi mmeona Mkuru kwa Njenga. Mmeona. Na hivyo ndio tunasiti kusema Rais Ruto ni 2 term, apate kipindi ingine ya pili. Na akishapata hiyo kipindi ya pili atafanya hivyo. Now this is a system. Let's agree. Hii ni system. Hata ule rais atakuja atafata hiyo system. Kwa sababu yeye atakuja na aseme watu watoke kwa nyumba affordable warudi kwa mabanda. Mimi ni hayo, nashukuru sana. Mwingine naweza kupita ofa na mwingine. Hamjambo. Members ya hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Boniface Rumasira na nashukuru kwa hii kikao ya siku ya leo. Jambo la chairman ameongelea kuhusu maendeleo ya serikali. Nimeshukuru sana amekutuguzie mahali kama hapo. Nikiongezea point ambayo maendeleo ya serikali. Mheshimiwa wetu president wetu Ruto alipokutana na president wa US Trump, walikaa chini wakaongea. Walikuwa viongozi wengi, walikuwa na wa president wengine. Lakini cha kushangaa Ruto aliweza kukubalika kwa Trump, akaweza yeye peke yake akaweza kutoka huko na pesa ya health. Lakini mambo yenye imefika hapa imenichanganyisha akili mpaka hata nimeshangaa. Viongozi wetu wa upinzani hapa Kenya wameenda kwa kotini kupinga hiyo pesa. Na hiyo pesa inasaidia sisi wananchi. Members, hiyo ni ungwana kweli kwa taifa. Wewe kama ni Mkenya, hii pesa ilipokuja ilikuja kusaidia sisi wa Kenya. Na mtu Mkenya mwingine anaenda kupinga pesa hiyo, anakimbia kotini anapinga. Mtu huyu anakubalika kuwa kiongozi Kenya hii kweli? Kwa sababu hana faida na sisi kama wa Kenya. Jambo lile limenikwaza kiroho sana. Nimesikia hastahili hata kushikilia wadhifa wowote katika taifa hili. Ni hiyo tu. Hiyo ndio mchango yangu. Wanamawe oye. Wanamawe oye. Najua hii Kenya tunajua president wetu ndiye ametushikilia. Siko hivyo? Na amefanya miradi mingi watu wakiona. Ule mwenye anapinga ni mwenye haelewi rais anafanya nini. Lakini tumeona miradi rais ametoa, barabara ni yeye anatuundia na tunasema aendelee hivyo. Tutam tena. Tutam oye. Tutam oye. Rais aendelee hivyo wakiwa na msalia wetu. Waendelee wakiwa hivyo, washikane wawe kitu moja na safari iendelee hivyo. Mimi nimemaliza, naitwa majina Evans Amoi nikiwa Mwanamawe hapa. Wanamawe hamjambo. Mimi kwangu nitaongelea mambo ya infrastructure. Tukiangalia hii Kenya, development imekuwa ikilin pande moja. Lakini since Ruto ingie, sasa development imekuwa spread up. All regions size na grow. Na Kenya kiendelea hivyo, tunaona tukiingia first world country, because hamwezi kuwa first world country kama hamna infrastructure. Tukisonga mbele, kwa saa hii mimi nimechagua totam na hapo ndio niko sibanduki. Ndio hiyo tu. Ndio. Maweni hoye. 10 bila break. Tutam. Unasema 10 bila break. Tutam. 10 bila break. Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Khaemba. Mimi ni ule mtu ambaye naunga serikali mkono. Naunga serikali mkono kwa sababu nimeona maendeleo ambayo ameifanya. Nimeona saisi uwanja wa Talanta. Ndio hiyo president ameshaendelea paka inaisha. Naona Bomas kunaendelea saa hii vile tunasema hivi kunaendelea. Mimi ni mtu wa ujenzi. Nimejenga Talanta. Saa hii niko Bomas. Na saa hii tumeambiwa president ameenda kufungua Leroni
Mau Summit. Sio ni maendeleo? Sasa inatakana kazi zingine tuende tujenge nyumbani. Bungoma kuna National Hospital nyumbani. Nataka tuende sasa tujenge Nairobi. Nataka kuenda kujenga nyumbani kwetu. Nataka president afungue maendeleo, ifike mashinani nyumbani kabisa. Tuende sisi tusikae hapa Nairobi. Tuwe tunafanya kazi tukienda nyumbani kwetu. Na hiyo ndio tunaona president wetu amefika hiyo kiwango, aendelee na kazi ndio mpaka tufike hiyo kiwango tuende kujenga nyumbani kwetu. Kila mtu ajenge kwao na aendeleze kwao. Ni hayo tu. Mwingine? Maweni oi. Tutam. Sasa mimi nataka kuongelea siasa ya upinzani ambayo inapinga President Ruto. Ukiangalia watu wanajiita upinzani, hata wenyewe hawajielewi. Hata Kalonzo mwenye amekaa kwa serikali hii miaka yote, barabara ya kuenda kwake nani ameenda kufungua? Ruto ndiye ameenda kufungua barabara ya kuenda wapi? Kwa Kalonzo. So mpigie president makofi jameni. Kwa sababu Kalonzo amekuwa kwa serikali kwa muda mrefu kuliko nani? Ruto. Na Ruto ameenda kumfungulia nini? Barabara. Ukiangalia huyu mtu anaitwa Natembeya. Yeye amekosa heshima kwa viongozi ambaye anatoka sehemu yake. Badala apike siasa ya kitaifa, anapika siasa ya kijiji. Sasa wewe chama kama ya chama ya Eugene DAP iko na wajumbe 3. Na wewe unaambia jamii ati muingie kwa hiyo chama, muende mpike bargain na serikali. Mtu wa watu 3 unaweza kaa kwa meza upike bargain? Huwezi. Tafadhali tuongee tu kweli, unaweza? Huwezi. Badala aingie kwa chama ya kitaifa ambayo inaitwa UDA. Kwa sababu Waluya ama jamii yoyote Kenya mkiingia katika chama ya UDA, usaile wanapeana slot. Wanajua tuko na jamii hii kwa UDA watu fulani.